Jambo la pili, niseme mimi nimefurahi vile wazee wameongea leo kwa sauti moja. And looking at this tent, mimi najua ya kwamba na naamini ile mambo mmesema mnamaanisha hiyo mambo, na hivyo ndio mmepanga kufanya. Unajua, unaweza angalia umati uone hawa wanakupanga, na unaweza angalia watu uone hawa wameamua. Mumeamua hamjaamua? Mumeamua hamjaamua? Nimesikia kwamba mumesema mumefurahi vile rais, kwa sababu tulikuwa na bendera ikatuletea matatizo kidogo kidogo hapa na pale. Sasa tukaona hii bendera si ya mtu. Nikaambia rais, unajua hii bendera sio ya mtu binafsi. Hata mimi niko na bendera, sio yangu mimi binafsi, ni ya jamii. Kwa sababu katika katiba ya Kenya inasema serikali ya Kenya iundwe ikizingatia usawa wa jamii zote za Jamhuri ya Kenya. Wale wanaelewa kizungu inasema the government of Kenya must reflect the face of Kenya and the diversity of the people and cultures of Kenya. Katiba ndio imesema hivyo. Kwa hivyo wakati rais anaunda serikali, anaangalia pande ile, anatoa waziri pale. Anaangalia pande nyingine ya Kenya, anatoa waziri, anatoa PS, anatoa mtu mwingine mkubwa. Ndio jamii zote za Kenya ziwe zimewakilishwa. Kule mtu anapata hiyo nafasi ya kubeba hiyo bendera, sio ati yeye ni mtu special. Sio ati yeye ni mjanja ama ni mwerevu ama yeye ndio hodari peke yake. Kuna watu wengi hata hodari kuliko yeye, lakini Mungu amemjalia. Rais pia amemfanyia heshima, na hiyo heshima sio ya huyo mtu binafsi. Wenye kufanywa heshima ni jamii na eneo na watu wa sehemu ile, kwa sababu tungetaka mawaziri na pia PSs na maafisa wakuu serikalini wawe wanaonyesha uso wa jamii zote za Kenya. So mheshimiwa alikuwa akipewa bendera, kwa sababu hii tulikuwa na matatizo kidogo, tukasema inapeanwa kwa sababu tuko na matatizo kidogo pale Embu, lakini kwa sababu bendera sio ya mtu binafsi, wacha tutafute mtu mwingine kwa niaba ya jamii ya Mbere na kwa niaba ya kaunti ya Embu, kwa sababu hakuna waziri mwingine anatoka kaunti hii ya Embu. So my younger brother Roko, hiyo bendera ni heshima. Uichukulie maanani na uheshimu hiyo bendera, sio kitambaa. Hiyo bendera sio kitambaa, hiyo ndio iko na heshima ya taifa. Utaifa wetu kama nchi, like an independent country, is represented by a symbol called the flag. Si namna hiyo? So uheshimu bendera, utetee serikali, na pia vile vile ueleze wananchi yale serikali inafanya. Na ile bado haijafanyika, usukume. That's why you are in government. Usukume mpaka ifanyike. Uwezi kuwa wewe rais na hao wazee wamekubariki, kwa sababu kabla rais akuteue lazima angalie na asikize, na hako na system ya kusikiza, ajue kama uko na heshima nyumbani. Hao wazee wamekuheshimu, rais amekufanyia heshima, umepewa bendera. Hii county bendera ni wewe tu unapeperusha. Haiwezekani ati wewe yule ambaye umebahatika, Mungu amekupatia bahati, rais amekubahatisha, wazee wamekubariki, alafu wewe ndio unakuja kuchochea wananchi hapa, na ile mambo bado kutendeka. Badala ya urudi Nairobi usukume rais na deputy rais na cabinet ministers wenzako ifanyike, unakuja kuchochea wananchi hapa na kuleta chuki na kuleta uchachuzi na kulalamika kama mwananchi wa kawaida. Your business first, you must tell the people what has been done. Number 2, ile imekwama
Hiyo mambo unaniambia hapa. Sasa wewe sio mbunge tena. Wewe ni waziri. Hiyo mambo umeniambia, tunaenda kusukuma na wewe. Wewe sio mbunge wa kusema serikali hiyo, serikali ni wewe. Kwani serikali ni nani tena? We sit with you in cabinet. That is the highest decision making body of the country. Na chairman ni rais. Na mtu yake ya mkono ni mimi. So you cannot be a minister na badala usaidie wananchi kuelewa program ya serikali imefika wapi na ile imekwama, usaidie wananchi hiyo kitu ipatikane, unakuja hapa kulia, kuchochea na kulalamika. It is not possible. Ukitaka kulalamika, out. Kama umeshindwa kutetea watu, out. Kama unataka kutetea watu ya mbele wapate maendeleo, in. Kanana yatando watu nebuo kanateguo. Yes, you cannot be in government and then you are speaking like the opposition. Mimi sasa ni miezi sita nimekuwa deputy president. Umesikia nikilalamika hata siku moja? You cannot complain. You must work hard to make sure that what is not being done is being done because it is your responsibility. Si namna hiyo? Ile barabara inakwama, unaenda, unasukuma, budget inapatikana, una remind rais hapo, anaita minister wa treasury, tunaweka kwa budget, inatengenezwa. Kijiji ambayo iko na stima, wajumbe wanakueleza, unaongea na watu ya stima, unaita waziri, unaita PS, inanyoroka. That is the work of us who are in government. Kuna wengine walikuwa wanasema ati huyu deputy president atusikii akipingana na rais. Ni mtu ya kusema yes. Mimi nauliza, ujui job description ya deputy president ni kusaidia rais kazi, ni kusema yes. Yes. Ule hataki kusema yes atoke, aende apinge akiwa nje. Kazi ya kupiga rais ni ya upinzani. Ndio unaona wale wanapiga wakiwa nje, we have no problem with them. That is their work. But you cannot be in government na unapiga ukiwa ndani. Si namna hiyo? Yeah. So sisi ni watu ya kusema yes. Kama ile ilisemwa na Moi, aliambia Kenyatta senior, yes. Akapita akaendelea. Ule mzee wetu tulikuwa tunapenda anaitwa Mwai Kibaki, alikuwa hapo. Watu wengi walikuwa wanamuita sijui Kiguoya, sijui General Kiguoya. Watu wengine wanajiona ni hodari, ni jamba. Ni jamba. Ako hapo anaitwa General Kiguoya, sijui nini. Alikuwa vice president wa Moi miaka 10. Alikuwa saa nyingine anadhauriwa. Kuna hata wakati alitolewa vice president akawa waziri wa afya, akaendelea baadaye. Uhuru Kenyatta, kuna watu walienda wakamchochea. 2002 wakati Uhuru ameshindwa na Kibaki, akakuwa leader of opposition. 205 ikakuja. Uhuru alikuwa anapinga Kibaki kwa ile referendum ya 205. Wazee wa Gema, wakiwemo wazee wa hapa wa Ngome na Nyangi Ndierere na Kiama na Njuri Ncheke, wakaita Uhuru wakamwambia, my friend, kama unataka kuongoza Kenya, wachana na upinzani, you must say yes sir to mzee Kibaki. Wakati tunaenda uchaguzi wa 2007, Uhuru ambaye alikuwa leader of opposition alisimama nyuma ya Kibaki akasema yes sir. Si mnajua nini ilitokea? Huyu Ruto the same. Alikuwa anasema mkubwa yangu Uhuru Kenyatta, si mkubwa yangu Uhuru Kenyatta, leo ni rais. So kuna watu wengine hapa wanatufunza siasa. Ati ukue deputy president alafu unapigana na rais. Ukue minister unapigana na rais. It's not possible. Ukitaka kupiga rais, enda kwa upinzani, tumenyane ukiwa huko. Wewe Roko umesikia. Ya tatu, kwa sababu Roko amekuwa mbunge wetu, sasa amekuwa waziri, Mungu amemsaidia.
and we wish you well, my brother. You are my total support. You will succeed. Because as your brother, I will stand behind you. As my friend, I will support you to make sure the people of Kenya benefit, and even the people of Mbeere, because they are also Kenyans, they benefit from your leadership. Sasa kuna nafasi ya kijana wetu mwingine akuwe mbunge, kwa sababu sasa huyu amekuwa waziri. Mimi nimekubali ile umesema. Hao wote wanatafuta viti ni vijana wenu. Mimi binafsi na wajua wote. I know all of them by name. And they are all my friends. Hakuna mgeni. Hakuna mgeni. Hata nimewaambia wakuja kule Karen, tukule nyama wote. Sio some, all of them wakuja kule, tukule nyama, tuongee, tukunywe chai, tujipange kama jamii. Because ni vizuri kukiwa na watu wanataka kuongoza jamii. Ingekuwa aibu kama hakuna mtu anataka kuwa MP. Sasa tuko na watu 8. So I've called them for tea, as friends, as family. Na mimi vile mmesema, mimi nakubaliana na nyinyi. Tumeongea na Ruko na tumesema rais na mimi na Ruko hatutaingilia. Tutaachia jamii itusaidie ili ituamulie nani atakuwa mbunge wetu. We will not interfere. Lakini tuko na kazi, mimi na rais. Kwa sababu vijana ni 8 na kiti ni kimoja. Kiti itachukuliwa na kijana mmoja wa upande na I'm assuming we are all agreed that we will field all the 8 candidates in our party. Si namna hiyo? Yes. Si chama ya serikali? Yes. Lakini kiti ni moja, 7 hawatapata. Sasa nimekuja hapa kusema hao 7 ambao watabaki wote muniletee, nitawaweka kwa serikali. Si namna hiyo? It's as simple as that. Simple. It's only one who will become MP. The rest mulete. Wazee waniletee. Hata mkitaka kuleta huko kwangu Mkodhima, muniletee hapa. The 7 of them. Muniambia sasa Deputy President, hiyo ndio mzigo yako. Njogu nile magwai mmegongo? Bas. So mimi nitabebana na hao 7, nitawatafutia viti kwa serikali. I'll sort them out. Serikali inatosha watu wote wa Kenya. Na wa Mbeere ni wa Kenya. Kweli si kweli? Kwa hivyo that is the assurance I want to give you. Lakini jameni, msituangushe. Msiangushe rais. Msiangushe mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No, hata huko Nairobi heshima itakuwa kweli? Yaani majirani wangu hapo tumeshindwa kuelewana, ati sasa candidate atoke msituni huko. Sasa sitakuwa ngumu. Sasa mjue kama mnataka tuendelee, munisaidie tu ndio tuwe na heshima, tuheshimike na Kenya ile nyingine. Sababu hii ni nyumbani. Msifanye mambo mengine hapo lituaibishe. Because sasa mkituaibisha hata kuvuka Rupingasi nikienda Nairobi itakuwa ngumu. Nitakaa tu huku. Nitakaa huku kona tu. Lakini najua mtaniangusha. Mtaniangusha? Mtaniangusha? Mukangu ethia. Are you sure? Yes. Sasa mimi nangojea IBC tangaze. Ikitangaza mimi nakuja kukampa hapa.